ilielezwa hivyo. Catherine Imuragiet, KTN. Kwingineko ni kwamba mzozo unazidi kutokota kuhusu mgomo wa wahadhiri, huku Wizara ya Elimu na muungano wa wahadhiri wakiendelea kutofautiana kuhusu deni linalopaswa kulipwa na serikali. Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba na muungano wa UASU wametofautiana, huku wahadhiri wakisisitiza kwamba hawatasitisha mgomo wao hadi pale shilingi bilioni 7.9 zitakapolipwa na serikali. Hata hivyo, Ogamba akifika mbele ya bunge la Seneti amesema kwamba fedha wanazodai zina utata. Daniel Kariuki na taarifa zaidi. We shall never be divided. Mgomo wa wahadhiri unazidi kutokota na sasa huenda mgomo huo ukaendelea zaidi. Shall never be divided. Mzozo kwa sasa ni kuhusu pesa wanazodai wahadhiri kwenye muungano wa UASU. UASU wadai kuwa deni ni shilingi bilioni 7.9 ambazo bado hazijalipwa. 529 CBA is harmonization of allowances. That is the reason why I don't want our members to go back to class. Then once we differ, I call them. This is in addition to the 8.8 billion which has been disbursed to public universities for implementation of the salary review. Now, come October 2022, to be exact, on 25th of October 2022. Lakini waziri wa elimu Julius Ogamba amesema wanatofautiana na wahadhiri na kuna mzozo kuhusu fedha hizo. Akijibu swali kutoka kwa maseneta kuhusu ni kwa nini elimu imekwamishwa kwenye vyuo vikuu, Ogamba amesema kuna amri ya mahakama kusitisha mgomo na deni hilo kukaguliwa upya. We are going to have a court appearance on the 6th of October to confirm whether that conciliation process has taken place and what the outcome of it is. Waziri Ogamba amesema kuna mkutano wa maelewano unaoendelea, ila UASU wamepinga haya. They've been having meetings. They've had 2 meetings so far. So in essence, there hasn't been a delay. So the negotiations and discussions are going on to see the real point of what the issue is. But this country being what it is, the facts are crowded in the noise. There is no negotiation going on as yet, and we shall remain outside. We have withdrawn our labor and we are not going back until the issues that we raised in our strike notice are addressed. Haya najiri huku serikali ikitishia kutolipa mishahara ya mwezi wa Septemba kwa kujihusisha na mgomo. Do you think we live because of those salaries? Huh? And you imagine we can forgo 7.9 billion for the sake of 1 month's salary? These are battle-hardened members. Daniel Kariuki, KTN. Na mwaka mmoja tangu kuzinduliwa kwa mamlaka